Mpenzi mtazamaji, karibu sana. Nashukuru sana. Mimi kwa majina ni Nyepto Dennis Kukwerikuntu. Nataka nikueleze kwamba kuna kitu kibaya ambacho huenda kitafanyika kwa hii serikali ya William Samoei Ruto, either kwa opposition, either kwa serikali yenyewe, ama kuanguka kwa serikali, ama kuanguka kwa economy ya Kenya hii. Kuna kitu ambacho kitafanyika kibaya. Na ninataka nikuonyeshe kwamba ni kwa nini nimekuambia hiyo. Si mimi, nataka uketi chini vizuri, uangazie pamoja na mimi, na tuende moja kwa moja. Ikiwa kuna mara kuna swali, andika comment yako hapo, nitakujibu. Siku ya leo, wakati ambapo Rais William Samoei Ruto ametoka Belgium na German, mahali ambapo alikuwa ameenda safari ya siku 4, ama ya kwenda kuteka ujumi kutoka nje ya nchi zingine ili akajenge nchi ya Kenya. Wakati amefika hapa Kenya, siku ya leo kulikuwa na mkutano kwenye hoteli moja ambayo inaitwa Oresereni Hotel, ambayo inapatikana Nairobi. Siku ya leo Thursday, wakati ambao tulikuwa na maandamano hapa, kuna kitu kilifanyika kibaya kwa hii hotel. Hii ni kitu gani ambacho kilifanyika kwa hii hotel? Muda mchache tu, shortly, wakati ambapo rais amefika, kuna kitu kibaya kilifanyika kwa hii hotel. Kuna ile picha, ni portrait ambayo inawekwa huku mbele, ama kwa hotel ama kwa ofisi. Portrait, picha ya rais ambaye anaketi wakati huo, ama the current president. Picha yake ya Rais William Samoei Ruto punde tu wakati ambapo aliketi, ile picha ilianguka. Swali ni hili: mbona hii picha, hii portrait haikuanguka mapema? Kwa sababu ilikuwa imewekwa asubuhi, hiyo room Mad Summit ambayo ilikuwa inafanyika, ambayo ni American Chamber of Commerce Summit, ilikuwa imefanyika. Mbona hiyo picha kuanguka mapema? Mbona hiyo picha kuanguka lunch time? Mbona hiyo picha kuanguka mapema, ama wakati walikuwa wanaandaa hiyo room ambayo walikuwa wanafanyia mkutano, na ikategea wakati ambapo rais ameketi, ndio wakati picha hiyo iliweza kuanguka? Hii ni kinaya ama ni coincidence? Ama ni ishara ya kuonyesha kwamba kuna mahali ambapo tunaelekea mapaya? Kama president picha yake kianguka chini, kulingana na mimi, ni kuonyesha kwamba rais huenda ataanguka, huenda nchi itaanguka, huenda economy ya nchi itaanguka, huenda kuna kitu ambacho kibaya kitafanyika nchi hii ya Kenya. Na nitakupeleka pole pole, ni kuonyeshe yale mambo ambayo huenda yatakafanyika kwenye nchi hii ya Kenya. Ya kwanza, siku ya leo wakati kulikuwa na maandamano, tumeona maandamano yakianza, yalianza vizuri tu, ikafika all of a sudden tukaona kwamba tear gas, nini, maji, whatever, and Wakenya hawakuamini what was taking place. Later on, kiongozi ambaye alikuwa anaongoza maandamano, ambaye ni Raila Odinga, amesema kwamba gari lake liliweza kushambuliwa na marisasi live bullet mara 7. Yana amesema hayo, si mimi. Kitu kingine cha pili, gari ambalo lilikuwa linatumiwa na waandishi wa habari ambao walikuwa wanavamisha wa Kenya yale ambayo yanajiri kutoka kwa maandamano, na hilo gari lilikuwa limebeba baadhi ya wanahabari wa Azimio na wanahabari wengine kutoka kwa vitengo vya waandishi ama television mbalimbali za hapa nchini Kenya. Kuna hii picha, huyu
amevaa civilian, unaona kitu anafanya, amelenga punduki lake kuelekea ndani ya gari. Huku mbele pia unaona kitu ambacho anafanya. Lakini ukitazama vizuri hii picha na jinsi ambavyo maaskari walikuwa wanaendesha shughuli zao, ni kumaanisha kwamba kuna ile power ambayo umepatiwa aidha ya kushambulia mwanasiasa ama mtu ambaye anaongoza maandamano. Wale watu wako front line. Ndio maana kana kuambia, ikiwa picha portrait ya Rais William Samoei Ruto ilianguka wakati ambapo anaingia kwa mkutano, na hiyo picha haikuwekwa wakati huo, hiyo picha ilikuwa imewekwa mapema. Hii ni event ya rais. Event ya rais hupangwa mapema sana, alfajiri na mapema, kila kitu kinapangwa, wanaweka security. Hakuna kitu kitapita hapo karibu. Hata inzi haiwezi kukaribia kwa hiyo room kwa sababu ya jinsi ambavyo inapangwa. Hii inakuwa kinaya wakati ambapo portrait inaanguka tu wakati rais anafika kwa mkutano. Ndio maana nataka nipatie ujumbe huu, na ikiwa ni mara yako ya kwanza umefika hapa, na kama kuna watu ungependa huu ujumbe ufikie, ingawa unaweza sema kwamba lugha yangu si safi, lakini jua kwamba nimeweza kupatana ujumbe kwa rais na viongozi wa Kenya kwanza. Wasipochunga, huenda hii inji ikaanguka. Wasipochunga, huenda uongozi wa Kenya kwanza ukakuwa uongozi mbaya. Wasipochunga, huenda huo Rais Ruto akaanguka na uongozi wake, either economically, socially, or whatever. Nisikize vizuri. You can share the video, na nitakupeleka moja kwa moja. Nimekupatia sababu jinsi ambavyo tunaona wanamanaji wanavamiwa, jinsi ambavyo vinara wa Azimio wanavamiwa. Iwe ni mistake imefanyika, Raila amepigwa risasi, iwe ni mistake imefanyika, kitu kibaya kimefanyikia Raila Amolo Odinga, hapo ndio sasa shida zitaanzia. Kwa sababu gani? Wakati picha ambayo ni rais ambaye anaongoza nchi, rais ambaye ni mteule, ambaye amechaguliwa, na portrait photo inaanguka kutoka kwa mkutano, wakati ambapo unafika kama rais na portrait inaanguka chini, hii inaonyesha ishara mbaya. Hii inaonyesha ishara mbaya kwa hii serikali. Kwa miaka yote, kwa hii nchi yote, hakuna mahali ambapo viongozi ambao ni marais ambao wanaongoza manji ama nchi samahani, unapata picha zao zinaanguka chini wakati ambapo wanafika kwa mkutano. Hii ni ishara moja ya kwanza ambayo itaonyesha kwamba hii serikali kuna mahali ambapo itaelekea si mahali pazuri. Niruhusu nikueleze kitu kimoja kutoka kwa Biblia. Wakati kiongozi Nebukadneza, ambaye alikuwa anajiona kwamba ni kiongozi zaidi ya viongozi, Nebukadneza alikuwa anajifanya Mkristo, alikuwa anafanya maovu, akatenda mabaya. Huyu Nebukadneza, kuna kitu kimoja kilimfanyikia, ingawa alikuwa anajifanya yeye ni mwenye Mungu, yeye ameokoka, yeye anamwogopa Mwenyezi Mungu. Huyu ambaye anaitwa Nebukadneza, something wrong happened. Aligeuka akawa ng'ombe na akaanza kula nyasi. Alianza kula nyasi Nebukadneza wakati uongozi wake ulipima mizani, na wakapata kwamba uongozi wake si mzuri, na ingawa alikuwa anajifanya yeye ni mcha Mungu, yeye anamwogopa Mungu, lakini alikuwa anatesa watu. Siku moja wakati ambapo aligeuka kama ng'ombe na akala nyasi,
huo ndo wakati alikuja kugundua kwamba hapana, kuna kitu kibaya. Mimi sijasema kwamba Rais Ruto ni Nebukadneza. Mimi sitasema kwamba rais anakula nyasi. Hamna. Mimi nimekuambia kwamba ikiwa picha ya rais ya ile ambayo inawekwa mbele ya maofisi, inawekwa kwa kila mahoteli, inawekwa kila mahali kuashiria kwamba huyo ndio rais mteule wa hiyo nchi, inaanguka wakati ambapo unafika kwa hiyo event, hii inaonyesha ishara mbaya ambayo inakupatia wakati mwafaka ukaketi chini ukajiangalie, uangalie serikali ya kwako, ni nani huenda atakuletea maovu, ni nini kibaya kitatendeka, ni wapi hapa. Hii si coincidence, hii ni kinaya, na kuna ishara zingine zinakuja. Wakati mao tunaona waandamanaji wengine wanavamiwa, wanamwagiwa tear gas wakifanya maandamano ya amani. Wakati kuna hii picha, hata nimetumia background hapa, hii picha unaona this guy ako civilian, hajavaa uniform na ako na bunduki, na bunduki yake ameilegeza ama ameilenga kwenye gari ambalo ni la mwandishi wa habari. Na Rea mwenyewe amesema kwamba gari lake liliweza kuvamiwa marisasi mara 7, live bullet, meaning what? There's something assassination, something like assassination. I mean something like, I don't mean but I mean, if kama si serikali itafanya hivyo, kuna wale waovu ambao wamechukua hiyo nafasi, fursa. If people are demonstrating peacefully, look at here, you can see these photos zimepita hapo, umeziona, and tell me something wrong is going to happen to this country, something wrong is happening to this regime if wacha nirudie, wacha niketi vizuri niwaambie Wakenya wenzangu, mtu yetu ambaye ananipata kwa hii lugha, wakati rais William Samoei Ruto aliingia kwa mkutano Ole Serene Hotel, mkutano ambao ulikuwa ambao ni wa American Chamber of Commerce Summit, punde tu picha yake ile inawekwa kwa maofisi na mahoteli wafanya biashara ikaanguka chini kutoka mahali ambapo ilikuwa imewekwa huko juu, ilikuwa inahangiwa huko juu kwa wall, ikaanguka chini. Hii inaonyesha ishara mbaya, si kitu normal. Hii si coincidence, hii huenda kawa ni kinaya. Tafakari sana. Picha ya rais kuanguka wakati umeingia kwa hiyo mkutano, na picha inaanguka kutoka kwa wall kwenda chini. Fikiria sana. Something wrong is happening. Something wrong. Something wrong. Something bad. Hapa nimefikia hapo. Asante sana kwa kuchukua nafasi yenu na wakati wenu mwafaka kuweza kutazama runinga yetu. Mimi ni Nyapto Dennis. Ukinita kukurikuntu nitaitika. Hakikisha kwamba unatufuatilia moja kwa moja. Asanteni sana.